na moyo wako kwenye madhabahu, kwa sababu hisia ni hisia za Bwana. Kwa kama hisia ni hisia za Bwana, hauwezi ukamsifu Bwana na kumwabudu Bwana kama hisia zako haujazikaza sawa sawa kwa Bwana. Hakuna lolote linaweza kuleta matokeo ikiwa hisia zako hazijakazwa vizuri kwa Mungu aliye hai. Na mimi sijui wewe ni mambo gani ambayo yanakushawishi kwenye hii dunia, mambo gani ambayo yanakuongezea nguvu, yanakuamsha, yanakustimulate, yanachochea moto wa kuomba ndani yako. Sijui. Kuna mwingine hapa hisia zake zipo kwenye biashara tu, zipo kwenye baadhi ya vitu tu, lakini haitoshi kuwa huko peke yake. Lakini hisia zako, yani jambo likiendelea baya kwenye biashara au kwenye kampuni, ana uwezo wa kujua kwa haraka. Lakini kwenye familia yako kuna hatari inaingia kwenye familia, na wewe unashtuka, mbona hii hatari imekuja by emergency, unexpected event. There is no emergency kwenye mambo ya kiroho. There is no unexpected events kwenye mambo ya rohoni. Hakuna dharura kwenye mambo ya ulimwengu wa kiroho. Jambo lolote linalotokea linatokea kwa mpango maalum. Ni wewe kuwa na jicho la kuona. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, Mungu aziamshe hisia zako, uwe na macho ya kuona mambo yanayoendelea kwenye ulimwengu wako wa kiroho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haiwezi kawa hatari inaingia kwenye familia, na wewe ni mama uko pale, na wewe ni mlinzi wa familia, unabakia unashangaa. Wewe ni baba uko pale, hatari inaingia, unabakia unashangaa. Inabidi wapendwa katika Kristo tuchukue positions za kwetu vizuri. Yako mambo ambayo shetani kayapanga mabaya kwa ajili yako mwezi wa 6, mwezi wa 7, uwe na uwezo wa kuyaona na kuyabadilisha kwa njia ya maombi. Na ukiyabadilisha hayo, shetani anasubiria mwezi wa 6 ije ili mabaya yaje kwako, lakini anashangaa mara ghafla ule ubaya haupo tena. Kwa nini? Kwa sababu uliuona na ukaubadilisha. Macho yako ya kiroho yako wazi, yako wazi. Mwambie Mungu tu, hisia zangu ziwe wazi daima. Maana yake macho yangu ya kiroho yawe wazi daima, ulimwengu wangu wa roho